nimekuwa nikipokea kesi za maswali ya wanawake ambao wanauliza hivi, inawezekana kitaalamu ukapanga jinsia ya mtoto ambaye unamhitaji? Ndio, jibu ni ndio, kitaalamu inawezekana. Kama unahitaji, kaa nisikilize. Iko hivi, fakta kubwa ambayo huwa tunaitumia kitaalamu kupanga jinsia ya mtoto ambao unahitaji ni mzunguko wa mwanamke. Yaani kwa mfano mwanamke ana mzunguko wa siku 28, ana mzunguko wa siku 30, ana 31, ana 32. Chukulia mfano mwanamke ambaye ana siku 28 kwenye mzunguko wake. Hizo siku 28 ukitoa 14 zinabaki siku 14. Maana yake ni kwamba ile siku ya 14 toka ameanza period, ile siku ndiyo yai inashuka, au kwa lugha nyingine ndio siku ya ovulation. Kwa hiyo akishiriki tendo ile siku, upo uwezekano wa kupata mtoto wa kiume, kwa sababu mbegu zitakuwa ni strong kuliko yai, yani mbegu zitakuwa na nguvu kuliko yai. Manake akishiriki tena anapata mtoto wa kiume. Lakini pia ukijumulisha siku mbili mbeleni, hivyo hivyo mtoto wa kiume. Ukirudi nyuma siku mbili, mfano siku ya 14 siku ya operation, siku ya 13 na ya 12 akishiriki tendo anapata mtoto wa kike. Kwa nini? Kwa sababu hiyo siku yai litakuwa na nguvu, lakini mbegu zitakuwa dhaifu. Najua hujanielewa. Kama hujanielewa, namba yangu ipo kwenye bio. Chukua tufanye mawasiliano. Nitakuelekeza vizuri namna gani unaweza kufanya ukapanga jinsia ya mtoto ambao unamhitaji. Share video hii kwa rafiki mpendaye, utakuwa umemsaidia sana.